Kombe la dunia la FIFA mara nyingi huelezwa kama sherehe kubwa zaidi ya michezo duniani. Naam, ni mashindano yanayowaleta pamoja watu wa rangi tofauti, tamaduni tofauti, dini tofauti na mataifa tofauti kupitia lugha ya pamoja ya soka. Gwiji wa Brazil, Pele, aliwahi kusema, soka ni mchezo pekee unaowaleta watu pamoja. Haijalishi wewe ni tajiri au masikini, mweusi au mweupe, ni taifa moja. Naam, huu ndio uzuri wa soka. Lakini maadili hayo yametupiliwa mbali na Marekani kama nchi mwenyeji mwenza. Marekani, Canada na Mexico ni wenyeji wa kombe la dunia la 2026. Wengi duniani wanasema Marekani haikupaswa kabisa kuchaguliwa kuandaa kombe la dunia. Kwa nini wanasema hivyo? Kwa sababu wanaiona Marekani kama nchi iliyojengwa juu ya ubaguzi wa rangi, ukandamizaji na vita visivyoisha. Sera zake za kivita na ubabe zingali zinasababisha maafa, mauaji na madhara duniani kote. Wakati mechi za kombe la dunia zikiendelea, tukio moja limekuwa alama ya ubabe na ubaguzi wa utawala wa Marekani. Omar Abdulqadir Al-Tan wa Somalia aliandika historia baada ya kuchaguliwa refa bora wa Afrika mwaka 2025. Alitarajiwa kuwa mwamuzi wa kwanza wa Somalia kuchezesha mechi katika fainali za kombe la dunia, lakini Al-Tan alizuiwa kuingia Marekani. Ndoto yake ilivurugika papo hapo. Alizuiliwa na kusailiwa kwa masaa 11 na makachero wa Marekani kabla ya kupigwa marufuku kuingia nchini humo. Mwamuzi huyo mwenye umri wa miaka 34 alirejea Mogadishu, akapokelewa na maelfu ya wafuasi pamoja na maafisa wa serikali. Kumtimua Al-Tan bila shaka ni sehemu ya mwelekeo mpana wa mashambulizi ya kibaguzi dhidi ya Somalia na Wasomali katika utawala wa Donald Trump. Utawala huo ulijua fika kwamba Al-Tan ameteuliwa kuwa refa na ulijua amepata visa ya kusafiri, lakini bado ukaamua kumdhalilisha katika uwanja wa ndege. Tukio la Al-Tan linaumiza zaidi na linaonyesha jinsi miaka mingi ya kazi ngumu inaweza kufutwa usiku mmoja kutokana na sera za kibaguzi. Na udhalilishaji wa Afrika katika kombe la dunia nchini Marekani haukuishia kwa tukio hilo la Al-Tan. Mamia au maelfu ya mashabiki na waandishi wa habari wa timu za Afrika zikiwemo kama vile Morocco, Cote d'Ivoire, Senegal, Afrika ya Kusini, Algeria, Ghana, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini wamenyimwa visa za Marekani bila maelezo ya wazi. Wengi wamepoteza maelfu ya dola walizotumia kununua tiketi za mechi na pia tiketi za ndege. Kanuni za FIFA za mwaka 2017 kwa mataifa yanayoandaa kombe la dunia zilisema wazi kuwa mchakato wa visa lazima utekelezwe bila ubaguzi. Licha ya kanuni hii, FIFA inaonekana kutojali vitendo vya kibaguzi vinavyotekelezwa na utawala wa Marekani dhidi ya Waafrika na pia raia wa nchi nyingine ikiwemo Iran. Hata rais wa zamani wa FIFA, Sepp Blatter, amesema kuwa hatua ya Marekani kumzuia Al-Tan ni ukiukwaji wa kanuni, na amekumbusha kuwa nchi mwenyeji lazima ihakikishe misingi miwili: usalama wa nchi na pia kuruhusu bila vizuizi kuingia kwa timu zote, maafisa na pia waamuzi. Wakosoaji wanasema rais wa FIFA Gianni Infantino ameamua kumkumbatia Trump na sera zake za kibaguzi. Hili alishangazi. Infantino tayari amemkabidhi Trump tuzo ya kwanza ya eti amani ya FIFA. Amekosolewa sana kwa kumkabidhi tuzo hii mtawala anayejulikana zaidi kwa kueneza vita na pia kauli zake za kibaguzi. Badala ya kulaani utawala wa Trump kwa sera zake za kibaguzi, Infantino amewaambia wanaolalamika kuwa eti watulie. Chill, relax. We work on everything. We try to solve everything. Kauli hiyo imewafanya wengi kuamini kuwa Infantino ni kibaraka wa mtawala huyo wa Marekani, na hivyo yeye pamoja na Trump wanastahili kupata kadi nyekundu kwa kuingiza siasa na ubaguzi katika kombe la dunia.